ambaye nilipewa kutoka kwangu hakuwa na nguvu. Lakini niling'ang'ana kwa nafasi yangu. Mimi nilimwambia rais anipatie kazi ya kahawa. Kwa sababu kahawa ni muhimu sana katika mlima hii. Na katika hiyo mwaka mbili nikapigana na makatels, nikaleta marekebisho. Today as we speak, kahawa imelipwa between 120 to 180. Uliza anywhere. In Meru, in Embu, in Nyeri, wakulima are laughing all the way to the bank. Na hiyo ni marekebisho nilifanya in 2 years. Ndio mazao yake imefika, ndio matunda yake imefika. Nimeona hiyo kibaraka ya rais huyo Mr. Esa akijaribu kusema ati ni yeye amefanya. Huyo nani unasemea lakini? Hiyo Mr. Esa nimeona kusema ati maneno ya kahawa ati tumefanya. Mimi ndio nimefanya. Unasemea Professor Kindiki? Nilikuwa mkutano pale Meru, ulikuweko. Nikaleta reforms. Hiyo reforms matunda yake inaonekana. Na kuna bills iko bunge wamekataa kupitisha. Hiyo bunge mimi, hiyo sheria mimi ndio niliita watu pale Meru, nikaisimamia mpaka imeundwa iko sawa. Hiyo sheria ikipitishwa, hakuna siku bei ya kahawa itateremka tena. Mimi najivunia kwa hiyo mwaka mbili nilifanya marekebisho katika sekta ya kahawa na matunda yake imeanza kuonekana. Number 2, nilimwambia rais nataka kupigana na pombe na dawa za kulevya. Na akanikubalia pale mwanzoni. Baadaye akanitatiza. Na nilitaka kuokoa watoto wetu wa Kenya na hasa hapa mlima. Wewe unajua pombe haramu yote ile baya ilikuwa inaletwa hapa kwa mlima. Vijana wetu walikuwa wamepotea, wanalala kwa mitaro. Boma zimevujika, watoto wamekosekana. Nikafanya kazi usiku na mchana mpaka nikamalizana na pombe haramu. Baadaye rais akairudisha. Akapitia Mr. Esa na PS wake wa internal security. Ile factory zote nilikuwa nimefunga wakafungua. Ile sheria yote nilikuwa nimemwambia polisi wafuate wakamwambia polisi waachane nayo. As we speak today, jana nimetoka Nairobi nimeenda mpaka Nyahururu. Nimepitia Nyandarua nikiongea na watu. Na leo nikija hapa nimepitia hapa Nyeri. Pombe imerudi, watoto wanakufa. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu anajua Kenya ya kwamba Rigathi Gachagua as deputy president alimaliza pombe haramu na madawa za kulevya, na hiyo ni kazi ambayo inaonekana na kila mtu anajua. Unasikia? Mambo ya 3, nimeleta mambo ya ukweli katika serikali, ya kuongeaga ukweli. This is the first time ukweli unaongewa. Unajua watu nimeona waziri mwingine huyu sasa nimeona wametumwa hapa kutukana Uhuru Kenyatta akisema ya kwamba ati tunaweza shitakiwa ati tumetoka ofisi ati tuna diverge classified information. Tangu lini wizi umekuwa classified? Wizi ati tusiongee mambo ya wizi ati ni classified. Tusiongee ya kwamba rais ameshikana na waasi kutoka Sudan kuhangaisha watu ya Sudan na kufanya biashara ya dhahabu na kuuza bunduki kwenda kuua watoto na akina mama. How can crimes be classified? Ningetaka kuambia huyo waziri, wewe fungulia sisi mashtaka. Leo kesho sisi tuko tayari. Hizi jela ni za wanaume na wanawake. Sisi tutaendelea kuzungumza mambo ya wizi ya Kenya. Mambo yote imefanywa maovu na rais na serikali. Mimi na JB Muturi na Linturi na wengine tutaendelea kuelewa. Na sisi ni watoto wa Mau. Sisi tumeona mambo mingi. Hii ni mambo kidogo sana. Nimwambie huyu waziri ati classified. Crime, you say crime is classified. Corruption is classified. Give me a break. Kwani hii Kenya ina gani? So wewe waziri usitishe sisi ati tusiongee ile maovu mnafanya. Na tungetaka kuambia Rais William Ruto, wewe kama unataka kutukana Uhuru Kenyatta, usimtukane wewe mwenyewe. Pana tuma hiyo watoto ya kwenu nyumbani kutoka Rift Valley kutukana rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta. Huyo ni mzee, amefanya kazi, ameretire. Ile kazi yote Uhuru alifanya ya health mumeharibu. Ile kazi alifanya ya education mumeharibu. Mbona wewe Rais William Ruto unatuma huyu Sudi na huyu Murkomen kutukana Uhuru Kenyatta? Wewe kama ni mwanaume si utukane Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe? Wewe nani alikutuma kufanya nini hiyo wakati wa campaigns za 2022? Kwa sababu ulikuwa unaongea sana kuhusu tulikuwa na shida zetu kuhusu Uhuru Kenyatta, tulikuwa na shida zetu na siasa yetu. Na sisi tumekubali